السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي نجنا من كل كرب بهدي المصطفى مولى الجميع، وهب لي في مدينته قرارا ثم دفنا بالبقيع. أهلا وسهلا بكم، مرحبا أيها الحجاج والمعتمرون. Watukufu mahujaji na wale wenye kwenda umra, karibuni tena katika kipindi chenu hiki tunachoelezea nguzo tukufu ya haji. Kipindi cha leo, namuomba kila aliyetia nia kwenda umra au hija atulize masikio yake, atulize akili yake, anisikilize vizuri, kwa sababu darsa yetu ya leo ndio hija yote. Ukiipata vizuri na kuielewa vizuri, basi utaielewa hija na utakwenda kufanya hija yako vyema insha Allah. Kwa hiyo nisikilize, wanasema biadhani alqulubi qabla adhani aljawarih, nipe masikio ya nyoyo kabla hujanipa masikio ya kawaida, kwa sababu ukinisikiliza kwa masikio ya kawaida na masikio ya nyoyo yako katika ghafla, hutoweza kusikia. Kama msemaji aliposema, laqad analtuka udhnan ghaira wahiyatin farubba mustami'in walqalbu fi samami. Msikilizaji anaweza akasikia, lakini moyo ametia kufuli, moyo uko katika kulala na ghafla. Kwa hiyo ikiwa moyo uko kwenye kulala, uko kwenye ghafla, umetia masikio yake pamba, moyo hauwezi kusikia kitu chochote. Lakini ukifungua masikio ya nyoyo ukasikiliza chochote unachoambiwa biadhani alqalb, basi kila kitu utakuhifadhi na utakisikiliza vizuri. Kwa hiyo niazime masikio yako, ewe haj, ewe mu'tamir, ili twende sambamba katika kipindi chetu cha leo, kama itakuwa namba 1, namba 2, namba 3, ili haya utakayoyasikia ndio ibada yako yote ya hija au umra. Tunaanza kwa kusema kipindi na darsa yetu ya leo ina unwani ya a'malul haji, yani matendo yanayotendwa katika ibada ya hija. Sasa umeshaona kwamba umuhimu wake, na unapokwenda haji unakwenda kuhiji, lakini kwenda kuhiji ni kuyafanya haya matendo ambayo tutayazungumza kwa siku ya leo. Kwa hiyo fungua moyo wako, fungua akili yako, fungua masikio yako, uyapokee matendo ya hija, ili ukienda kuhiji uyatumie vizuri. Kwa kutoyatumia vizuri matendo haya ni kuharibu hija yako. Inawezekana ukawa umeshabook hoteli yako, ndege yako, una nafasi nzuri katika mji wa Madina na Maka, afya yako ni nzuri, kila kitu chako kiko sawa lakini ukaja ukaharibu katika matendo ya ibada ya hija. Lakini unaweza ukaenda sio vyema, hoteli ukapata mbaya, safari yako ndege ikawa mbaya, Mwenyezi Mungu asikujalie, kila kitu kikawa kibaya, lakini matendo yako ya hija yakawa mazuri, wewe umefaulu. Kwa hiyo hapa ndipo palipokuwa na sulbi au lubbul mawdhu, qalbul mawdhu, moyo wa maudhui tunayoyazungumza ni katika hizi dakika chache tutakapokuwa tunadadavua haya matendo ya hija. Abda'u fa aqul, naanza sasa kwa kusema a'malul hajji nuqassimuha ila 3 aqsamin raisiyya. Tuyagawe matendo ya hija katika vigawanyo vitatu muhimu mno. Alqismu alawwal wajibatul hajj, alqismu athani arkanul hajj, walqismu athalith sunanul hajj. Kigawanyo cha kwanza tutayaita mambo ya wajibu kuyatenda unapokuwa katika ibada ya hija.
Kigawanyo cha pili, mambo yanayoitwa nguzo za hija. Kigawanyo cha tatu, matendo yanaitwa suna za hija. Kwa hiyo kuna mambo ni wajib, na wajib maana yake yani ni lazima uyalete, na nitakupa tofauti kati ya wajib na rukn. Maana ni vitu vinafanana au vinakaribiana. Nikwambia ni wajib, maana yake lazim, ni wajibu, inakuwajibu au inakubidi kulifanya hili jambo, ndio maana ya wajib. Ruknu, nguzo. Sasa nguzo ni zaidi ya wajib. Nguzo kwa maana kwamba usipoileta hiyo nguzo, ile ibada yako yote itaharibika. Sasa mal farqu baina alwajibi warukn? Hapa ni muhimu sana unisikilize. Ni ipi tofauti kati ya wajib na nguzo? Kabla hatujaingia katika hayo mambo, ijue kwanza tofauti kati ya wajib na rukn. Ruknul haji na wajib min wajibat alhajj ni vitu viwili tofauti. Sasa tofauti yake ni nini? Anasema arruknu, nguzo ya hija, yani la yatimu au la tatimu mahiyatuhu illa biityani ruknin min arkaniha. Haya matendo ya hija na hija yenyewe haitosihi na itaharibika na kuvurugwa iwapo hautozileta au hautoleta moja kati ya hizi nguzo za hija. Kwa nguzo za hija ukiacha moja, hija huna. Nguzo za hija kama moja imekosekana, ni sawasawa kwamba nyumba yako ishadondoka, imeanguka, kwa hiyo huna pa kulala wewe. Hiyo ndo maana ya rukn. Sasa wajib ni wajib ni ile ambayo yani ukiacha wajib yujbaru biiraqati dami, unaweza ukaunganisha palipovunjika au palipoharibika, ukasahihisha na kumwaga damu. Kumwaga damu yani kwa kuchinja kichinjwa, kwa sababu umeacha wajib. Sasa kile ulichokichinja katika mbuzi au kondoo kikasimama na kukuunganisha, ukasawazisha ile wajibu yako uloiacha. Kwa hiyo tofauti kati ya wajib na nguzo, yani kwa lugha ya haraka haraka ili upate kunielewa, nguzo ukiacha hakuna utakachounganisha, hata ukichinja nini ni lazima uilete nguzo. Wajib ukiacha unaweza ukaiunganisha au ukasawazisha kwa kuacha kwako wajib kwa kuchinja kichinjwa. Kwa hiyo hapo utapata tofauti ndogo kati ya wajib na rukn. Wajib ukiacha ima kwa lazima kwa maksudi au kwa nini, unapata dhambi, lazima uilete wajib. Kama hutoileta unaweza ukaisawazisha kwa moja katika hivi tulivyovitaja kwa kuchinja, basi wajib ikawa imerekebishika. Tutatoa na mifano ya wajib na nguzo. Lakini nguzo ukiacha umeharibu hija yako, inabidi mwakani ukahiji tena. Sasa hivi vitu viwili tutavieleza leo biidhnillah katika matendo ya hija. Kwa hiyo tumesema matendo ya hija yanagawika katika sehemu tatu: wajibat alhajj, arkanu alhajj na sunanu alhajj. Fama hiya wajibatu alhajj? Tuanze na wajibat. Ni yapi yale ambayo ni ya wajibu kwa mwenye kuhiji? Sasa hivi tumeshaondoka Tanzania na Zanzibar, tumeshafika katika kituo cha kiwanja cha ndege, tumeshaingia katika ndege. Sasa pale unaanza matendo ya hija. Miongoni mwa matendo ya hija ambayo yanatakiwa sasa tuyaorodheshe katika wajibati alhajj, linaanza la kwanza sasa, al-ihramu min almiqati, kuhirimia katika pahala palipokusudiwa ibada ya hija ihirimiwe. Yani uhirimie, sio popote tu pa kuhirimia. Na ihramu maana yake ni kuanza kuingia katika ibada ya hija. Sasa ibada ya hija ina sehemu zake na wakati wake. Kwa hiyo al-ihramu
min almiqat, kuhirimia. Lakini unahirimia wapi? Katika kituo maalumu kilichokusudiwa, kilichowekwa kwa ibada ya hija. Na hija ina vituo viwili. Kituo cha kwanza kinaitwa miqat zamani. Miqat zamani, yani mikati ya zama au ya wakati. Hija huwezi ukaingia isipokuwa katika wakati maalum, miezi maalum. Yani ndo Qur'ani kule inasema alhajju ashhurun ma'lumat, hija ina miezi maalumu. Hii ni mikati yake. Sasa hii miezi maalumu hii, Shawwal, Dhulqada na Dhulhijja, ndio miqat zamani. Uwezi ukawa uko katika mfungo sita ukasema nanuia kuingia katika ibada ya hija. Amna, umenuia nje ya wakati wake. Uwezi ukawa katika mfungo sita, mfungo tisa, mfungo nane, Rajab, ukasema sasa nahirimia kwenda kuhija. We utaenda umra tu, kwa sababu hija ina wakati wake maalum. Sasa hii miqati ya kwanza ya wakati, mwezi maalum, inaitwa miqat zamani. Alafu kuna miqat makani, miqati ya pahali. Sasa miqati ya pahala ndo zile stages ambazo Mtume alizitaja, akasema watu wa Madina miqati yao inaitwa Dhulhulaifa au Abyar Ali, watu wa Yemen inaitwa Yalamlam. Akazitaja zile Qarnul Manazil, Aljuhfa, Dhatu Irqi na vinginevyo, viko katika vitabu vya fiqh. Zile zinaitwa mawaqit makaniya, yani miqat ya pahala. Kwa hiyo uwezi ukahirimia hija mpaka hivi vitu viwili viwepo: ni wakati wake wa hija, miezi yake maalum, alhajju ashhurun ma'lumat, au ufike katika miqat makani. Mfano sisi tunaenda zetu wapi? Madina, kabla ya kwenda Makka. Kwa hiyo miqati yetu itakuwa ile ile ya watu wa Madina, sehemu inayoitwa Dhulhulaifa au Abyar Ali. Ile ndo miqat makani. Sasa hutakiwi kupituka au kupita katika kituo cha pahala bila ya kutia nia ya kuingia katika ibada ya hija, kwa maana kwamba pale Abyar Ali unatakiwa uende pale, nia yako uianzie pale. Ukipita bila kutia nia pale Abyar Ali, utakuwa umefanya kosa la kuacha wajib min wajibatil hajj. Hija yako itasihi iwapo utaunganisha, kama tulivyosema, na kusahihisha biiraqati dam, kwa kumwaga damu. Yani umepitiliza, ukuitia nia pahala pake pale, umeenda tu mpaka umefika zako Makka, unaendelea na ibada nyingine, we umekosa. Umefanya kosa la kuacha nini? Wajib, ambao ni upi? Ni kutia nia pahala pake husika, panapoitwaje? Miqat makani. Kwa hiyo unaweza ukasahihisha. Kwa nini? Biiraqati dam, ndio pale wanakuambia itabidi uchinje ndugu. Unaenda kuchinja kondoo au mbuzi, unatoa $100 unapeleka pahala husika, inafanywa marekebisho hayo ya kuchinjwa na kumwaga damu. Hii ni wajib min wajibatil hajj. Mwenye kunisikiliza vizuri ataona nitataja vitu viwili vinavyofanana baina ya wajib na rukn. Hii ya kutiania au al-ihram pahala husika ni wajib min wajibatil hajj, lakini hili la kutia hiyo nia yenyewe ni ruknun min arkanil hajj. Sasa umeona vitu viwili hivi, usije ukachanganya hapa. Kuna kutiania kwenyewe au kunuia, ambayo ni al-ihram. Hii ni nguzo ya hija, lakini al-ihramu min al-miqat, hii ni wajib min wajibatil hajj. Vitu viwili tofauti hivyo, utafautisha kati ya al-ihram na al-ihramu min al-miqat, yani kuhirimia nguzo na kuhirimia pahala husika wajib. Hivyo vitu viwili ni picha mbili. Nataka niwe mwalimu mzuri wa kuweza kumfahamisha mtu akienda zake Makka peke yake bila ya mwalimu,
akawa anajua kilicho mbele yangu sasa hivi ni hiki, na kama nimeacha hiki itanibidi nifanye hiki na kile na kile. Sasa niziache nguzo, sitaki kutaja nguzo. Sasa nataja wajib min wajibati lhaj, ambazo ukiacha wajib min wajibati lhaj unaweza ukasahihisha baadaye kwa kumwaga damu. Sitaki kuzitaja nguzo sasa hivi ambazo ukiacha nguzo miongoni mwa nguzo za hija, hija yako imeharibika. Hakuna hata uwezekano wa kusahihisha kwa kumwaga damu katika nguzo. Kwa hiyo wajibu wa kwanza ni al-ihram min al-miqat, kuhirimia katika sehemu husika inayoitwa miqat, makani. Umemaliza wajibu wa kwanza. Twende katika wajibu wa pili. Wajibu wa pili wa mtu aliyekwenda hija katika wajibati alhaji, anasema almabitu bimuzdalifa, ni kulala pahala panapoitwa Muzdalifa. Haji ukitoka zako Mina siku ya 8, ambapo utalala pale siku ya 8, ukaamka siku ya 9 ukaenda zako Arafa, ukashinda Arafa mpaka jua likazama, unatakiwa utoke Arafa uje zako pahala panapoitwa Muzdalifa au Mash'ar al-Haram. Allah anasema fa idha afadtum min arafatin fadhkuru llaha inda al-Mash'ar al-Haram, mtakapoondoka viwanjani vya Arafa mtajeni Mwenyezi Mungu sehemu inaitwa Mash'ar al-Haram, ndio hapo Muzdalifa. Pale ni wajib kulala. Katika fiqh Shafi'i ni wajib kupitisha usiku mpaka ma baada muntasafi llail, yani baada ya midnight. Lazima ukae pale mpaka baada ya midnight. Kama utaondoka, kwa wale wanaoruhusiwa kuondoka kama watu wazima na watoto na wanawake, wanatakiwa wapitishe mpaka baada ya muntasafi llail, ndio wanaweza wakaondoka. Kwa hiyo ukilala pale unalala mpaka unasali salatul fajri, baadaye ndio unaondoka. Ala kulli hal, almabitu bimuzdalifa, kulala Muzdalifa ni wajibun min wajibati lhaji, ni wajibu miongoni mwa wajibati za hija. Wajibu wetu wa tatu katika wajib min wajibati lhaji ni kitu kinachoitwa mabitu au almabitu bimina, ni kulala sehemu inayoitwa Mina lailatay tashriq, siku 2 zile za tashriq, au 3 layali au siku 3 pale Mina, yani siku ya 10, 11, 12, 13. Ile siku ya 10 inaitwa yaumun nahar, 11, 12, 13 hizi zinaitwa layali tashriq. Kwa hiyo ni sunna miongoni mwa ni wajib miongoni mwa wajibati alhaji kulala ima zile siku 2 za mwanzo, kwa sababu unaruhusiwa kuondoka siku ya 3 kabla jua halijazama. Siku ya 3 unaruhusiwa. Qur'ani imesema kule faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi. Ndio maana nimetaja almabitu bimina lailatay tashriq, kwa sababu mtu mwenye haraka akakaa siku 2, yani 11 na 12, hana dhambi. Kwa hiyo unaweza ukalala siku 2, lakini unaweza ukalala siku zote 3. Hii ni wajib miongoni mwa wajibati alhaji. Wajibu wetu huo wangapi? Wa 3. Wa kwanza tumesema ni kutiania katika miqat. Wa pili tukasema ni kwenda kulala Muzdalifa. Ya 3 kuja kulala Mina. Ya 4 ramyul jamra au ramyul jimar. Kuna jamra inaitwa jamratul aqaba, lile jiwe kubwa ambalo ni la mwisho kama unatoka zako Mina na ni la kwanza kama unatoka zako Maka. Mahujaji nikisema hivi wananifahamu vizuri. Kwa hiyo kuna viguzo 3 ambavyo hivi hupigwa mawe, kimoja tu ambayo ni jamratul aqaba au kiguzo kikuta kimoja ndicho kinachopigwa siku ya 10, ile siku ya Idi. Jamratul aqaba
unachukua vijiwe vyako unapiga kwa kila kijiwe kimoja, unamkabir Mwenyezi Mungu, Allahu Akbar, unapiga. Ile nayo ni katika wajib min wajibati alhaji, pamoja na ramyul jimari, ile siku ya 11, 12, 13, kuvipiga viguzo vyote vitatu. Imebaki wajib moja miongoni mwa wajibati alhaji. Wajib hii ya mwisho ambayo imebaki inaitwa tawaful widaa, kutufu Alkaaba, tawafu ya kuaga Makka. Kuangalia al-ihram min al-miqat, wajibu wa mwanzo. Al-mabitu bi Muzdalifa, wajibu wa pili. Al-mabitu bi Mina, wajibu wa tatu. Ramyul jimar, jamratul aqaba na wale wenzake, wanne. Watano, tawaful wida. Kwa hiyo wajibati al-haji ziko 5. Kutufu, tawafu ya kuiaga Makka. Insha Allah taala, jiandae katika kipindi chetu kijacho. Sasa hivi umeshajua wajib min wajibati alhajj, na umejua tofauti kati ya wajib na rukn. Wajib yujbaru bitarkihi iraqatu dam, yani ukiacha wajib min wajibati alhajj inabidi kusahihisha kwake kumwaga damu, lakini ukiacha ruknu min arkani alhajj haisahihishiki kwa kumwaga damu, lakini vyote ni lazima uvilete. Ndio tofauti ambayo nakupa ya haraka haraka, utafautishe kati ya nini wajib na ruknun min arkani alhajj. Tukutane tena katika kipindi kijacho tupate kukuelezea sasa baada ya wajibati alhajj ni zipi arkanul hajj. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.